Karibu sana kwenye meza ya kansela. Asante sana. Shikamoo. Marhaba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sawa, ninaweza kukusaidia jambo gani? Baba, nimekuja hapa, ninaona kama vile neno la Mungu alisema kweli. Kwa nini unasema neno la Mungu alisema kweli? Kwa sababu baba, kuna kijana nilikuwa nimempenda. Lakini huyo kijana hajaokoka. Nikawa namuombea ili aokoke, kwa sababu neno la Mungu limesema kwamba kwa kitabu cha Yohana kwamba tuombe neno lote kwa jina lake atatupa. Okay. Kwa mimi nikawa namuombea ili Mungu ambadilishe, abadilike kwa tabia zake alafu anioe. Lakini baba, nimeomba kwa takriban miaka 5. Naomba mtu abadiliki hivyo vile vile. Lakini pia wanakuja vijana ambao wananifuata, wanatamani kunioa. Lakini mimi sijawapenda. Kwa hiyo nimekuja, naomba unisaidie. Kama nimekuelewa vizuri ni kwamba kuna kijana ambaye unaishia naye, lakini kijana huyu hajaokoka na wewe umempenda, na kwa maelezo yako kama nimekuelewa vizuri ni kwamba huyu ni mwaka wa 5 sasa, unaomba ili Roho Mtakatifu amuokoe, Bwana Yesu amuokoe, alafu akiokoka, yani unaomba ili aokoke, na essence ya kuokoka ni kwamba aokoke ili akuoe. Nimekuelewa vizuri hapo? Ndio. Okay. Lakini pia kwa maelezo yako ni kwamba inaonekana kuna watu wengine wamewahi kuja, maana yake wanaokuja ni wameokoka. Ndio. Na umewakataa kwa sababu hauna hisia nao. Ndio. Sawa. Jambo la kwanza ni kweli kabisa, ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 14 mpaka wa 15, neno la Mungu linatuhakikishia kwamba tukiomba chochote sawasawa na mapenzi yake, hicho kitu tuna uhakika ni kwamba Mungu anakisikia, na sio tu kwamba anakisikia, pia anakifanya. Lakini jambo moja ambalo nadhani niliweke vizuri ni kwamba tunaposema unaomba kitu sawasawa na mapenzi ya Mungu, moja kati ya ishara ya kwamba unachokiomba ni sawasawa na mapenzi ya Mungu ni kuomba sawasawa na nini neno la Mungu inasema kwa habari ya hicho kitu, kwa sababu neno la Mungu ndio mapenzi makamilifu ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo chochote ambacho utaomba nje ya mapenzi ya Mungu, hicho kitu hakiwezi kufanyika, kwa sababu Mungu hawezi kujipingana na neno lake. Soma Yohana 1:1 anasema hapo mwanzo palikuwa na Mungu, palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye Mungu alikuwa ni neno. Kwa lugha nyepesi, manake Mungu ni neno na neno ni Mungu. Kwa ukifanya chochote contrary to the word of God, chochote kinyume na neno la Mungu, tafsiri yake ni kwamba hautaona matokeo. So nini nataka kusema ni kwamba shauku yako ya kumuombea mtu ambaye hajaokoka, motive yako sio sahihi. Unachokifanya ni kitu sahihi, kumuombea mtu aokoke, lakini kumuombea mtu aokoke ili akuoe sio kitu sahihi. Ukweli ni kwamba anayeokoa mtu ni Roho Mtakatifu, na aokoi mtu kutokea kwenye matakwa yetu sisi. Hapana. Ndio maana kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto wa kwanza 12:3 anasema hakuna mtu anayeweza kusema Yesu ni Bwana isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Ukiona mtu ameokoka, maana yake ni Roho Mtakatifu amemuokoa. Kwa hiyo kumuombea mtu ili aokoke, na sio tu aokoke, lengo lako sio sahihi, ni kwamba unataka mtu afanyeje? Akuoe. Hiyo ndio kitu ambacho kimekuwa sababu ya kukuchelewesha. Ukweli ni kwamba kwa mujibu wa neno la Mungu, Wakorintho wa pili 6:14 mpaka 16, tunaonesha kwamba bondali yetu sisi linapokuja swala la ndoa, kuoa na kuolewa, bondali yetu sisi, mipaka yetu sisi ipo ndani ya walio ndani ya Kristo. Maana yake sisi tunapaswa kuanza kufikiria kuolewa au kuoa kwa wewe, maana yake kuolewa na mtu ambaye yuko ndani ya Kristo. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu linasema usifungiwe nila
kwa jinsi sivyo sawasawa na wasioamini. Hakuna ushirika kati ya wanaoamini na wasioamini. So wewe kama kweli shauku yako ni kuolewa, manake haikupaswa kuanza kupambana kusema nataka uokoke ndo anioe. Hiyo sio sahihi. Na ndio maana umegundua kila ukiomba hivi sawasawa unavyoomba, kwa sababu unaomba kinyume na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kwamba wewe uolewe na mtu ambaye yuko ndani ya Kristo, mtu ambaye ameokoka, mtu ambaye anamfuata Yesu, mtu ambaye mna the same value system, mtu ambaye mna mitazamo inayofanana kuhusu Mungu na neno lake. Nje hapo manake unafanya kitu ambacho hakipo kwenye neno la Mungu. Umenielewa? Lakini nimekuelewa, lakini kuna mwalimu mmoja anafundisha masuala ya ndoa, nishaimsikiliza. Alisema kwamba unaweza yaani inawezekana kabisa mwanamke akawa ameokoka lakini mwanaume hajaokoka na wakaoana. Kwa hiyo concept nikaona kabisa kwamba kumbe inawezekana. Sasa ukiniambia kwamba una kama vile nimekuelewa unachokisema. Na nimewahi kusikia mara kadha wa kadha watu wakisema, na mara nyingi watu wanasema kutokea kwenye kukosa maarifa sahihi. Watu wanamnukuu vibaya Petro. Wanamnukuu vibaya Petro. Kwenye Petro wa kwanza 3 mstari wa kwanza mpaka wa pili anazungumza kwa habari ya wanawake ambao wamepata neema ya wokovu na wakajikuta wako na wanaume ambao hawajaokoka. Na anawaambia sikilizeni, kwa mwenendo wenu mnaweza kuwafanya hao wanaume wakafanyaje? Wakaokoka pasipo lile neno. Lakini kumbuka wakati anaongea kwa habari ya hii scenario ni kwamba anazungumzia kwa habari ya watu wawili ambao walioana kabla hawajaokoka, na neema ya wokovu ilipokuja ikampata mmoja wapo. Sasa anawaambia no, hakuna haja ya kuachana, ila unapaswa wewe utumike kama channel ya Mungu ya mtu kuokoka. Lakini sio mtu ambaye yuko single aanze kupambana kutazama watu wa nje, either kwa kutaka kuwabadilisha ili wamuoe au waolewe naye, au kwa kuchukua tu mtu ambaye hajaokoka na kuanza kuishi naye, anasema mbona no. Maana yake tayari tena hapo mtu anakuwa yuko kinyume na neno la Mungu. Mara kadhaa nimekuwa nikisema, maana yake ukienda kuolewa na mtu ambaye hajaokoka, maana yake wewe umemdisobey Mungu, umeenda kinyume na neno la Mungu. Na wewe kumdisobey Mungu ukaolewa na mtu ambaye hajaokoka, alafu nataka eti wewe ndio wewe sababu ya kuokoka. Yani you have disobeyed God so as to make somebody to obey the God whom you disobeyed. Haikubali. So hilo ni tatizo. Maana yake tafsiri yake ni kwamba kama umeokoka na Yesu ni Bwana wa maisha yako, usipate shida. Kaa vizuri na Mungu, muombe Mungu ambaye anaongoza hatua zako. Katikati ya hawa watu ambao wameokoka, Mungu atakuletea mtu wako sahihi. Kile kitendo cha wewe ndani yako kuwa na nani kwamba ninaweza nikapata hata mtu nje, hicho ndio ambacho kilikuwa kinafumba macho yako usione mtu sahihi. Lakini pia cha kuongezea, umesema ya kwamba ilichokuwa kinasababisha wakatae hao ambao wameokoka ni kwa sababu ulikuwa unaishi nao. Niko sahihi? Ndiyo. Wow. Ukweli ni kwamba watu wengi wasichokifahamu ni kwamba hisia ni sehemu au ina nafasi yake linapokuja swala la ndoa. Lakini hisia sio msingi pekee wa ndoa. Kama ambavyo upendo ni wa muhimu na wa lazima kwenye ndoa, lakini upendo peke yake hautoshi kuingia kwenye ndoa. Ukisoma kitabu cha Mithali 24 mstari wa 3 mpaka wa 5, anasema nyumba hujengwa kwa hekima. Nyumba hujengwa kwa hekima. Kwa hiyo ili uweze kuwa na ndoa ya baraka, sio tu hisia, it's not about emotional. Sio kama emotional ni kitu kibaya, lakini we don't build a lasting enterprise kwa kutumia emotion. Na kama unataka kweli kuwa na ndoa nzuri, usitegemee tu hisia peke yake, lazima utumie hekima. Na ukweli kabisa, moja kati ya eneo la kuchukua hekima ni kwenye neno la Mungu. Ndio maana kwenye Mathayo 7 mstari wa 24 mpaka 27 anamfananisha mtu mwenye hekima kama mtu aliyejenga juu ya neno la nini? La Mungu. Sasa neno la Mungu linasemaje kwa habari ya kuolewa? Neno la Mungu linatuambia kwamba mtu kuokoka sio sisi tunasababisha yeye aokoke. Ni kweli tuna nafasi ya kumuombea aokoke, ila anayeokoa nani? Roho Mtakatifu. Lakini jambo la pili, nia yetu, dhamira yetu ya kumuombea mtu aokoke inapaswa kuwa sawa sawa na neno la Mungu, sio kwa matakwa yetu na mapenzi yetu. Tumeelewana vizuri? Yeah. So
Kwa minajili hiyo, manake ni lazima ujue kabisa, ili niweze kupata mtu sahihi lazima nijue nini neno la Mungu linasema. Na kwa kesi yako, manake hatuwaokokeshi watu, wanaita PCM, preach convert marry. Hatuwaokokeshi watu ili watuoe au tuwaoe. Tunawahubiria watu kwa sababu tunampenda Mungu na tunatamani nao waokoke, wafurahie wokovu na waende mbinguni. Tumeelewana vizuri? Kwa ninaamini umenielewa na umegundua ambapo ulikuwa unakosea. Asante sana kansa, nimekuelewa. Kwa hiyo umenisaidia. Mimi nimegundua pia nilikuwa napoteza muda. Miaka yote 5 wamekuja vijana ambao kule wameokoka, alafu nilikuwa nakataa kama hivyo. Mimi ningekuwa nimeshaolewa muda. Kwa kweli nashukuru sana, Mungu akubariki sana. Ni sawa. Yesu ni mwema. Mungu ana tabia na ana uwezo. Sasa na Yoeli anaweza karudisha miaka ambayo imeliwa na madumadu na tunutu, wala hakuna shida. Maadamu umejua, nenda mbele za Mungu, muombe, mwambie Mungu nikutanishe na mtu sahihi, na ninakuombea katika jina la Yesu. Bwana atakusaidia, ndani ya muda mfupi atakuja mtu sahihi ambaye mtaambatana kwenye kutimiliza kusudi la Mungu. Bwana akubariki, Bwana akutunze. Amen. Amen. Karibu sana. Asante sana.